Unapoanza siku hii mpya, nataka kushiriki ujumbe mfupi na kisha tutaomba pamoja. Kabla hujatafuta ushauri kwa watu wengine au kujaribu kushughulikia mambo peke yako, inua sauti yako kwa yule anayeshikilia vitu vyote pamoja. Liite jina lililo juu ya majina yote, jina la Yesu Kristo. Katika jina hilo kuna nguvu, kuna amani na kuna riziki kwa yote utakayohitaji leo. Unapomwita, unamwita Simba wa Yuda, mlinzi mwenye nguvu anayesimama imara dhidi ya adui. Unamlilia mfalme wa amani anayeweza kutuliza kila dhoruba ndani ya moyo wako na kuleta utulivu hata katika hali zenye machafuko makubwa. Unainua sauti yako kwa Mungu Mwenyezi wa milele, asiye na mwanzo wala mwisho, yule aliyekuwako, aliyepo na atakayekuwako. Huyu ndiye Mungu yule yule anayewaamuru majeshi ya malaika, anayesema na kuumba galaksi, na aliyekuumba kwa upendo ndani ya tumbo la mama yako. Yeye ndiye anayeshikilia funguo za uzima na mauti, na hakuna kitu, kabisa hakuna kitu, kilicho nje ya uwezo wake. Chochote utakachokutana nacho leo, iwe ni uamuzi mgumu, mzigo mzito, au changamoto isiyotarajiwa, Mungu anangoja umwite. Katika Yeremia 33:3 anasema, niite nami nitakujibu, na kukuonyesha mambo makubwa na ya ajabu usiyoyajua. Hizi ni ahadi za Mungu anayesikiliza, anayejibu, na anayefunua hekima na siri zake kwa wale wanaomtafuta. Zaburi 50:15 pia inatukumbusha uzuri wa uaminifu wake. Uniite siku ya shida, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Unapogeukia neno lake, utaona mara nyingi jinsi Mungu anavyonyoosha mkono wake, akitoa wokovu, urejesho na amani. Anasema, niamini katika nyakati zako za shida, nami nitakuokoa. Anakuambia, kaa ndani yangu nami nitakurejesha. Na kwa wale waliochoka na kulemewa, anaita kwa upendo, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Ahadi hizi si za zamani tu, wala si za mtu mwingine. Ni zako hapa na sasa. Haijalishi hali yako inaonekana kubwa au ndogo kiasi gani, Mungu anajali sana. Anaona mapambano yako, anasikia maombi yako, na anaujua moyo wako. Ana suluhisho kamilifu kwa kila tatizo, njia ya mbele katika kila jaribu, na nguvu kwa kila udhaifu. Hakuna kitu kidogo sana au kikubwa sana kwake. Kwa hiyo mwite. Mwite asubuhi wakati dunia bado iko kimya. Mwite katikati ya siku wakati uzito wa majukumu unaanza kukuandama. Mwite jioni unapofikiria siku yako na unahitaji amani yake itulize nafsi yako. Iwe ni mchana au usiku, sikio lake daima liko wazi na moyo wake daima uko wazi kwa ajili yako. Sasa hebu tuje mbele zake katika maombi. Bwana Yesu mpendwa, jina lako liko juu ya kila jina, juu ya kila wasiwasi, kubwa kuliko kila changamoto, na lina nguvu kuliko kila hofu ninayoweza kukutana nayo. Ninapoliita jina lako, najua kwamba kitu kinaanza kubadilika. Asante kwa kuwa wa ajabu, mwaminifu na usiyebadilika. Upendo wako hauna mwisho. Unanifikia popote nilipo na chochote ninachopitia. Sistahili upendo huo, lakini bado unanipa kwa wingi. Asante kwa kunishika karibu nawe hata ninapohisi kuwa mbali nawe. Leo ninainua sauti yangu kusifu jina lako takatifu. Wewe ni muumba wangu, mwokozi wangu na rafiki yangu wa kila wakati. Ninatangaza kwamba wewe ni mfalme juu ya wafalme wote na Bwana juu ya mabwana wote. Kila kitu katika dunia hii, kila kitu nilicho nacho ni chako. Nguvu zote, utukufu wote na heshima yote ni yako milele na milele. Umenibariki kwa njia nyingi ambazo siwezi hata kuhesabu. Umenipatia mahitaji yangu wakati sikujua nitafanyaje. Umejitokeza katika maisha yangu mara nyingi, ukinikumbusha kwamba siko peke yangu. Asante kwa kuwa mtoaji wangu na kwa kutunza kila hitaji nililo nalo. Bwana, ninashukuru sana kwa nguvu unayonipa kila siku.
Kuna nyakati ninahisi dhaifu, lakini kwa namna fulani daima unanipa ujasiri wa kuendelea. Asante kwa hekima unayoweka katika maisha yangu, ukiniongoza ninapohisi kupotea au kutokuwa na uhakika. Nguvu zako hazina kifani. Hakuna kitu usichoweza kufanya. Chochote ninachohitaji, iwe ni uponyaji wa mwili wangu, amani ya akili yangu, au faraja ya roho yangu, najua ninakipata ndani yako. Yesu, wewe ndiye chanzo changu, na ndani yako sipungukiwi na kitu. Baba, pia ninaomba kwa ajili ya wengine wanaopitia wakati mgumu sasa. Kwa wale walio na maumivu au wanaopambana na ugonjwa, ninaomba unyooshe mkono wako na ulete uponyaji katika miili yao. Kwa wale wanaohisi upweke au utupu, naomba wahisi uwepo wako kwa nguvu kiasi kwamba ujaze kila sehemu ya mioyo yao. Na kwa wale wanaohisi kupotea au kuchanganyikiwa, ninaomba neno lako liwe nuru yao, likiwaonyesha njia ya kwenda mbele na kuwakumbusha ahadi zako. Kwa yeyote aliyepitia maumivu ya moyo au kupoteza kitu, Bwana, ninaomba uwafunike kwa upendo wako kama kumbatio la joto. Wafariji katika maumivu yao na uwakumbushe kwamba uko karibu na waliovunjika moyo. Acha huruma yako imwagike katika maisha yao, ijaze kila nafasi tupu na kuleta tumaini kwa kesho. Hata katika nyakati za giza zaidi, nisaidie kuona kwamba bado unafanya kazi kwa faida yao. Yesu, ninaliita jina lako sasa hivi na ninamkaribisha Roho Mtakatifu achukue uongozi wa maisha yangu. Jaza kila sehemu yangu, moyo wangu, akili yangu na hata nyumba yangu kwa amani yako na uwepo wako. Roho Mtakatifu, niongoze katika maisha ya baadaye ulionipangia. Nisaidie kuamini kwamba chochote kilicho mbele yangu kiko salama mikononi mwako. Najua kwamba mipango yako kwangu ni mipango mizuri ya kunipa tumaini na maisha ya baadaye, na ninakabidhi mipango yangu kwako. Tafadhali nisaidie, Bwana, kuachilia mambo ya zamani ambayo bado yananiumiza. Ondoa maumivu ya majuto yangu, uchungu wa kushindwa kwangu na hatia ya makosa yangu. Nisaidie kuweka macho yangu msalabani na kukumbuka dhabihu kubwa uliofanya kwa ajili yangu. Nikumbushe kwamba nimesamehewa, ninapendwa na maisha yangu ya baadaye yamejaa tumaini kwa sababu ya kile ulichofanya kwa ajili yangu. Nifundishe kutamani mambo ya Mungu na kuishi maisha yanayokuheshimu katika kila njia. Baba, ninaomba uponye sehemu zilizovunjika ndani yangu. Kuna maeneo ya moyo wangu ambayo bado yanauma, sehemu ambazo ninahisi dhaifu au sina uhakika. Tafadhali nirejeshe, Bwana. Leta uponyaji katika akili yangu, roho yangu na moyo wangu. Mahali palipo na machafuko, nipe amani ipitayo ufahamu. Mahali ninapohisi utupu, nijaze kwa upendo wako na furaha yako. Ondoa makovu ya nyakati za maumivu katika maisha yangu na nisaidie kusonga mbele kwa ujasiri nikijua kwamba uko pamoja nami katika kila hatua ninayochukua. Hata ninapoomba, Bwana, ninashikilia kwa nguvu ahadi katika neno lako. Ulisema, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Hiyo ina maana kwamba wewe Yesu ni mkuu kuliko hofu yoyote, jaribu lolote au shambulio lolote la adui. Kwa sababu unaishi ndani yangu, nina nguvu ya kushinda chochote kinachokuja katika maisha yangu. Asante kwa kuweka nguvu hii ndani yangu, Bwana, na kwa kunikumbusha kwamba siko peke yangu katika vita vyangu. Yesu, wewe ndiye chanzo cha ushindi wangu. Nguvu yoyote niliyonayo ya kushinda dhambi, kupinga majaribu au kutembea katika uhuru inatoka kwako. Kwa hiyo leo ninakabidhi kila kitu kwako, hofu zangu, mapambano yangu, ndoto zangu na hata mashaka yangu. Ninaliita jina lako Yesu na ninaamini kwamba unafanya kazi katika maisha yangu hata wakati sioni. Asante Bwana kwa kuniinua kila ninapoanguka. Neema yako na rehema zako ni kama wavu wa usalama unaonishika kila ninapojikwaa. Ninashukuru sana kwa jinsi unavyonipenda hata wakati sistahili.
Asante kwa kuona mapungufu yangu yote na udhaifu wangu wote na bado unanipenda. Roho Mtakatifu, tafadhali nipe ujasiri wa kuishi kwa ajili yako. Ondoa hofu na wasiwasi wangu na uweke ndani yangu imani na ujasiri katika ahadi zako. Nataka kuishi maisha yanayoonyesha upendo wako na ukweli wako. Ninashikilia ahadi ya Zaburi 23 kwamba hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu. Ninatangaza ushindi katika jina la Yesu. Ushindi juu ya kila hofu, kila kikwazo na kila mpango wa adui. Kwa nguvu ya damu yako Yesu, mimi ni zaidi ya mshindi. Kila siku ninapoamka najua kwamba neema na rehema zako ni mpya kwa ajili yangu. Asante kwa kunipenda sana na kwa kusikia maombi yangu daima. Ninakupenda kwa moyo wangu wote na najua kwamba ninapoliita jina lako tayari unafanya kazi kuleta mema katika kila hali ya maisha yangu. Katika jina lenye nguvu la Yesu ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, tafadhali tujulishe katika maoni. Tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.